na kuomba usimpige risasi mume wangu, lakini alimpiga mbele yangu. Tena sio kwa bahati mbaya, kwa sababu mtu anafyetua risasi 4. Hiyo sio bahati mbaya. Na pale kwenye taarifa ya mkuu wa wilaya nilisikia kwa anasema walikuwa maaskari 2 walikuwa wanamkimbiza. Lakini walikuwa maaskari 4. 4 niliowaona kwa macho yangu, na mwanangu akiwa ni shahidi, alikuwa anachungulia dirishani wakati babake anapigwa risasi. Naomba haki ya mume wangu itendeke jamani. Walohusika na hili naomba wakamatwe na hatua za kisheria zichukuliwe. Inaniumiza sana. Anapigiwa risasi hapa nyumbani kwake. Tena nikiwa namuomba na kuomba askari usimpige risasi mume wangu, lakini alimpiga. Pole sana. Asante. Pole. Tunacho tusemeje? Tusemeje? Zaidi ya kwamba tutapiga kelele wahusika wachukuliwe hatua. Tungekuwa na jeshi la polisi wenyewe tungefanya hiyo kazi, lakini hatuna. Kwa tunachoweza kusema ni kupaza kilio chako kisikike nchi nzima hii na duniani. Sikusema pale, lakini habari ya uchaguzi wa mitaa wa mwaka huu wala sio hiyo wanaoizungumza wao, ni habari ya mauaji ya George na hawa watu wengine 2 waliouawa Dar es Salaam na Tunduma. Hiyo ndio habari ya uchaguzi huu. Kwa hiyo tutaendelea kupiga kelele, pengine kelele zetu zikiwa nyingi, kelele za watu ni kelele za Mungu, sio? Haki itatendeka. Pole sana. Pole sana. Pole sana. Haya. Mimi ndio mke wa marehemu George Juma Mohamed, ambaye alikuwa mgombea kwa tiketi ya Chadema wenyekiti wa kitongoji. Labda naweza nikasema hivi, siku ya tukio maaskari wamemfuata mpaka nyumbani kwangu. Maaskari 4 wakiwa wana bunduki wamekuja mpaka nyumbani, wamemfuata mume wangu saa 8 za usiku. Wakampiga risasi mbele yangu na mbele ya watoto, sio peke yangu tu, na mbele ya mtoto. Wamempiga risasi 4. Risasi 3 alizikwepa nikiwa nashuhudia hivi, lakini risasi ya 4 ndio ikampata, akaanguka chini. Hakuchukua muda akafa hapo hapo, na maaskari waligeuza wakakimbia, wakamwacha akiwa akaanguka pale chini nyumbani kwangu. Lakini taarifa ya habari ilipokuja kutoka, ikasemekana kuwa walienda kufanya fujo. Kulikuwa kuna mkutano wa CCM nyumba ya jirani, wenyewe wakaenda kuvamia. Maaskari wakaitwa ili waje watulize. Bahati mbaya maaskari wakati wanatuliza zile fujo walipiga risasi juu. Kwa hiyo kwa bahati mbaya ile risasi ndio ikafanyaje, ikampata. Lakini ukija kiuhalisia, hata kama mtu uwe mpumbavu, risasi ya batano gani ambayo ulikuwa unafanywa saa 8 za usiku, na ikiwa kapigwa risasi mbele ya macho yangu, na kesho maaskari walikuja kwa ajili ya kupeleleza, wakakuta maganda ya risasi pale nyumbani kwangu. Sasa huo mkutano wa CCM ulikuwa unafanyikia wapi, ambao wenyewe walienda kufanya fujo? Nimekuja hapa, yani lengo kubwa lililonileta hapa baada ya kusikia kuwa kuna mkutano wa wanawake wa Chadema, nikasema sina sehemu ya kusemea zaidi ya hapa. Na kwa sababu mpo live, naweza nikasema hivi, waliohusika na tukio ni mapolisi, askari magereza, labda ambapo chini ya serikali ya CCM. Hivi Mama Samia angekuwa alofanywa hili tukio ni mume wake, ameachiwa watoto 4, mwingine akiwa ni wa umri huu,
mwingine ana miaka 15, ndo mtoto wa kwanza, hana kazi yoyote. Mwanaume ndo alikuwa analeta kila kitu, sisi tufanye kila kitu, anasomesha watoto, anafanya maendeleo. Mimi sina kazi aina yoyote, zaidi nilikuwa namtegemea yeye. Angekuwa ni yeye angefanyaje? Neema, pole. 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 Nataka niongee lingine. Kesi imepelekwa mahakamani, hamna chochote kinachoendelea. Badala yake watu wanajigamba kijijini, watu wanasema kuwa aliyompiga risasi akapandishwa cheo kana kwamba kaua jambazi. Dada Neema, pole. Nisaidie jamani. Mmesema hizo naomba ziko hapa. Hebu angalia kesi ya mume wangu. Neema, tumesikia na chama kimekusikia, mwenyekiti amekusikia, Bacha amekusikia. Nitaomba dada Nuru, naomba huu mchango, hii kanga ifungwe yote, ifunge kabisa. Pesa zote hizi ni za dada Neema, lakini kushikwa mkono leo hivi siwe mwisho. Naomba Nuru ufunge hizi ili kuweza kumkabidhi rasmi. Naomba viongozi mfanye hii kazi kuhakikisha pesa zote ziko salama na zote zifike kwake sasa hivi. Mimi nimalizie kuzungumza na